Watu wengi hushangaa sana pale ndugu zao wanapoweza kufikia katika gereza hili la utumwa au uraibu, wanapokuwa wanasimamisha kwa muda alafu wanarudi tena katika utumiaji. Wengi hushangaa sana na wakati mwingine hufikia hali za kuweza kuwakatia tamaa, lakini wengine huwachukua na kuweza kuwapeleka katika nyumba za ibada wakiamini hawa wana mapepo. Kwa hiyo wakiombewa basi wataweza kukaa vizuri, lakini wengine huwachukua na kuweza kuwapeleka kwa waganga kienyeji wakiamini kwamba hawa watu wamerogwa, hawako katika hali za kawaida. Lakini wengine huamua kuweza kuwatelekeza tu kwamba hawa ndo aina ya maisha ambayo wameweza kuchagua. Waraibu mara nyingi kuna hali au situation mbalimbali ambazo zinakuwa zinaendelea, labda zinaweza zikawa source ya kuweza kurudisha kumbukumbu zilizokuwa katika ubongo wao wa mbele. Wakati mwingine waraibu hupenda kuweza kutumia pindi wanapokuwa na huzuni, anatafuta raha au anatafuta faraja kupitia hicho kilevi ambacho kimeweza kumtawala katika maisha yake. Lakini wakati mwingine wanapokuwa na hasira, mara nyingi wanahitaji utulivu kutokana na hicho kilevi ambacho kilichokuwa kimetawala katika maisha yake. Lakini wakati mwingine wanapokuwa na upweke, wanapokuwa na wasiwasi, lakini wanapokuwa na uoga wa kitu fulani, basi hutumia ili kuweza kujipa ujasiri, lakini pia kuweza kujihisi vizuri pindi wanapoweza kutumia. Tukumbuke kwamba hivi vilevi huwa vinadanganya sehemu fulani katika ubongo ambayo inaitwa reward center system, ambayo mtu anaweza kupata ile furaha ambayo ni ya muda mchache sana, lakini akaweza kujitengenezea matatizo makubwa katika maisha yake. Sasa mara nyingi wanapoweza kutumia hivi vilevi, ni kweli inadanganya sehemu fulani katika ubongo, na zile hali ambazo wanakuwa wanajisikia kihisia mara nyingi zinakuwa zinatoweka kwa muda tu, na ndio maana kile kilewesho kinapoisha, huyu mtu anarudi katika zile hali, kama ni upweke, kama ni hasira, lakini kama ni uoga, lakini kama ni huzuni, na anajikuta anaendelea kuweza kutumia mara kwa mara ili kuweza kuitoroka ile hali. Lakini wengine huendelea kuweza kutumia ni kwa sababu tu ya kampani ambayo wanakuwa yuko nayo. Lakini wengine huendelea kuweza kutumia ni kwa sababu tu ya yale mazingira ambayo wanayokuwa anapenda kuweza kukaa mara kwa mara. Kwa hiyo mara nyingi hata huyu mtu tukiweza kumbadilishia mazingira, tukiweza kumpeleka kwa mganga kienyeji, tukiweza kumfanyia maombi, bado stili ile kumbukumbu ambayo imehifadhiwa katika ubongo wa mbele, ambayo wakati mwingine inapotokea situation kama hiyo ambayo ameacha siku 2 au siku 3, lakini bado situation ikatokea ya huzuni, ikatokea ya hasira, ikatokea ya upweke, lakini wale marafiki au wakaenda katika yale maeneo, mara nyingi kumbukumbu ya kile kilewesho ambacho kilichokuwa kimetawala huwa inarudi mara kwa mara, kwamba anapopata huzuni ni kitu gani ambacho anachotakiwa kuweza kutumia, anapopata hasira ni kitu gani ambacho anachotakiwa kuweza kutumia, lakini anapopata hali fulani za upweke ni kitu gani ambacho anachokuwa anatumia. Kwa hiyo ni hali za kumbukumbu zinazojirudia mara kwa mara, ambazo wakati mwingine anakuwa hana uzoefu wa kutosha katika kuweza kukabiliana na hizi hali pasipo kuweza kutumia kile kilewesho ambacho kilichokuwa kimetawala katika maisha yake. Kwa hiyo tunapoweza kutaka kuweza kumsaidia mraibu, mlete katika tiba ambazo zinastahili. Watu watajaribu kuweza kumfundisha ni how to prevent relapse au relapse prevention plan, kuweza kutengeneza mpango wa kuweza kujua namna gani huyu mraibu ataweza kukabiliana na situation zote ambazo zinazokuwa zinatokea katika maisha yake, ambayo labda ingekuwa ni moja ya sababu ya yeye kuweza kwenda kurejea katika utumiaji. Na ndio maana wakati mwingine kupitia kama hizi nyumba za upataji nafuu, pia huwa tunawalinki katika zile supporting groups wenye watu ambao wana
experience ya namna ya kuweza kukabiliana na hizi hali zote pasipo kuweza kutumia hivyo vilevi. Hapa ni Double Recovery House. Hichi ni kituo kinachotoa huduma za utengemao kwa waraibu wa dawa za kulevya pamoja na pombe. Tunasaidia jinsia zote, yani wanawake pamoja na wanaume, na kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0673204332. Saidia, usiadhibu.